Kwa mujibu wa tafiti ambazo zimefanywa na wataalamu wa afya, inaonekana kwa watu ambao wamekuwa wanapitia leo hii changamoto ya maumivu ya nyonga za kiuno, eneo la mgongo, shingo, zimekuwa ni aina za changamoto ambazo zimekuwa zinawakumba watu ambao wanajishughulisha zaidi na aina ya shughuli ya kukaa kwa muda mrefu. Sasa siku ya leo nitakueleza kwa ufupi ni kwa nini watu hawa wamekuwa wanakumbwa zaidi na changamoto katika sehemu yao ya uti wa mgongo. Ni kwamba kwa mtu yoyote ambaye anajishughulisha na shughuli ya kukaa kwa muda mrefu, kitu cha kwanza ambacho anahitajika kukifahamu, kwanza shughuli yako pekee inakuwa ina tabia kutengeneza kitu kinaitwa loss of lordosis. Yaani kupotea kwa ile shape halisia eneo lako la uti wa mgongo, ambapo kiasili sasa shape halisia eneo lako la uti wa mgongo ina structure inayofanania na S. Sasa katika shughuli zetu za kawaida kukaa kwa muda mrefu tunakuwa tunalazimisha eneo la uti wa mgongo kukaa straight au kunyooka, ambapo kinapotokea kitu cha aina hii tayari tunalazimisha baadhi ya maeneo yetu ya pingili za uti wa mgongo kulazimika kusogeleana na kuanza kusababisha msuguano ambao unakuletea hali ya maumivu. Na ndio maana umekuwa ukipata kipimo kama MRI, X-ray na vipimo vingine kama CT scan na unaambiwa eneo lako la uti wa mgongo limenyooka. Sasa kuna mpangilio maalum ambao unahitajika kuupata ili kutibia na kuondoa hii hali. Kwanza, unahitajika kufahamu mifumo ya vyakula ambayo itaanza kusaidia kupunguza hatari ya hiyo hali isije ikatengeneza madhara makubwa. Lakini kitu cha pili, lazima ufahamu ni mpangilio upi maalum wa mazoezi tiba ambao utaanza kusaidia kurudisha shepu halisia eneo lako la uti wa mgongo na kumaintain shepu halisia eneo lako la uti wa mgongo. Lakini kitu cha mwisho ni kupata mpangilio maalum wa virutubisho ambavyo vinaendana na hali ambayo unaipitia. Na hapo tutakuwa tuna uhakika wa 100% kutatua changamoto yako.